Kwa nini? Ukithamini mechi kuliko Mungu, zile mechi huwa zinafanyika kuwa sanamu kwenye maisha yako. Sanamu sio tu kitu ambacho mtu anakitengeneza hapo anaenda kusujudu. Sanamu inaweza pia ikawa ni kitu ambacho wewe kile kitu umekiweka kuwa bora kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana Biblia inasema kuwa Mungu, sifa mojawapo ya Mungu, yuko mahali popote, na ndiyo maana hahitaji kuchongewa sanamu. Ndiyo maana ukiwa porini ukimwita anakuja, ukiwa chini ya maji ukimwita anakuja, ukiwa juu angani ukimwita anakusaidia, ukiwa ardhini ukimwita anakusaidia. Usitengeneze kitu chochote kile badala ya Mungu. Usiweke picha ya mhubiri hata kama unampenda chumbani kwako, kaa unaomba kwa ajili ya ile picha. Usitengeneze kitu chochote, usitengeneze ng'ombe, usitengeneze mti. Niwaambia, mimi niwahi kufanya kazi ya walimu, niwahi kufundisha Moshi. Watu wanaenda wanaabudu makaburini, wanasujudu kwenye makaburi. Yatakusaidia nini? Mbele za Mungu hicho kitu ni dhambi. Msije mkasema sikuambia. Kitu chochote kile unachokitengeneza kama mfano wa Mungu ili wewe uwe unakiabudu, mbele za Mungu ni dhambi kubwa. Mungu anataka ukienda mbele zake, nenda wewe kama wewe. Achilia moyo wako kwa Bwana. Usitengeneze kitu kingine mfano wa Mungu. Hata kama ungetengeneza ni sanamu la Mungu eti kama unaliabudu eti kama ni kiwakilishi cha Mungu, mbele za Mungu ni dhambi. Usifanye hivyo. Nanielewa? Movie kwako zikigeuka, ukawa wewe una uwezo wa kuangalia movie kuliko kumwomba Mungu, una uwezo wa kuahirisha ibada kuliko movie, zile movie huwa zinageuka kuwa sanamu kwenye maisha yako. Mungu kwenye maisha yako lazima awe bora zaidi ya kitu chochote. Hata mtakapoenda nyumbani, kumbuka hichi ninachokwambia. Mungu kwenye maisha yako, kama unataka kufanikiwa, lazima awe wa kwanza kuliko chochote kwenye maisha yako.